Katika kuhakikisha wananchi wanapata matibabu kwa usawa katika vituo vyote vya serikali na binafsi, serikali imerahisisha mpango wa bima ya afya kwa wote, ambapo kwa shilingi 1,500 kila kaya itapata bima inayobeba dhamana ya kutibiwa kwa watu 4 katika kila kaya, kwa maana ya watoto ama ndugu wa karibu, huku kaya maskini na wazee wakitibiwa bure chini ya uratibu wa serikali. Mkuu wa wilaya ya Arusha Bwana Joseph Mkude amezindua elimu ya bima ya afya kwa wote, ambapo wananchi wamepata fursa ya kueleweshwa na kujua umuhimu wa bima hiyo, ambapo hapa anaeleza zaidi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaona ni vyema kuboresha hata huduma za afya kwa maana ya kuweka bima ya afya kwa wote. Ingawa bima ya afya tumekuwa nayo muda mrefu, NHIF, lakini pia tumepitia CHF, mfuko ambao tunakuwa tunachangia kiasi fulani kwa watumiaji 6 kwa mwaka mzima, kaona haitoshi, na yenyewe iwe na maboresho yenye kuleta ufanisi mkubwa katika swala zima la afya za wananchi wanaoishi katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia Arusha tukiwemo. Kwa hiyo tukaona si vyema kukabiliwa na machangamoto lakini kukaa nayo watu wasipate elimu hiyo. Tukaona mwaka huu usiishe, uwe ni mkakati wetu wa kwanza kuanza kutoa elimu, ili kila mmoja elimu hiyo imfikie, labda tunaweza tukatatua changamoto. Mimi ni shahidi, mtu anashindwa kutoka hapo hospitali kwa sababu ya kudaiwa malipo ya afya, ili hali hana hata dhamana ya matibabu. Basi tumekuwa tukitatua matatizo hayo kwa kadri wanavyokuja, mara zingine hayafuati hata utaratibu. Huu utaratibu katika mifuko ya bima ya afya, na wao wamewekewa utaratibu namna ambayo ya kuchangia. Lakini tuna makundi kama vile wanahabari, kupitia vyama vyao vya wanahabari wataweza kuunganishwa na mfuko katika mifuko ya bima, na wataweza kupata huduma mbalimbali kulingana na kitita ambacho wao kama wanahabari wametambuliwa. Kuna kundi la wazee wasiojiweza pamoja na kaya maskini. Serikali imeweka utambuzi wa kaya maskini. Kaya hizi zitaendelea kutambuliwa na serikali zitaweza kuwalipia wazee wote wasiojiweza, zile kaya maskini pamoja na makundi mengine ambayo yanahitaji kulipiwa na serikali. Serikali itaweka utambuzi na tayari ishaweka utambuzi na tayari imeshatenga fedha kuangalia namna gani mpango huu utakapoanza Januari 2026 basi makundi hayo yaweze kujumuishwa kupitia utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Utaratibu utakuwa kwa kaya. Kaya tunazungumza familia, mume, mke na wategemezi wasiozidi 4. Wategemezi ni watoto wako wa kuwazaa, ama mtu anaweza akaika wazazi wake ama wazazi wa mwenza wake, au anaweza akaweka mdogo wake, yani dada au kaka. Cha msingi tu wale wategemezi hawa dada au kaka wasizidi umri wa miaka 21. Wale wote ambao wamezidi miaka 21, basi wao watapaswa kutengeneza kaya zao na wakaweze kunufaika kupitia utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Gharama za uchangiaji. Kwa kuwa tunachangia kwa kaya, kutakuwa na kitita muhimu cha kuweza wananchi kuweza kuchangia. Wananchi wote ambao hawako kwenye mfumo rasmi wa ajira au wa uchangiaji, wao watachangia shilingi 150,000 kwa mwaka. Yani kaya itachangia 150,000 kwa mwaka. Yani yule mama lishe ama bodaboda ama mjasiriamali mwingine wa kawaida ama mwananchi mwingine ambaye mwenye uwezo na kipato atachangia 150,000 kwa mwaka. Hiyo itakuwa ni anatengeneza kaya yake, itamwezesha kumhudumia yeye mwananchi pamoja na familia yake, yani mume na mke na wategemezi wasiozidi 4.